Ipo story kushangaza sana ya binti moja hivi ambaye alikuwa na mchumba wake, huku akanadhania kwa mwamba ni tajiri kinyama, la kumbe mjomba ni kapuku tu, ila anajifanya tajiri ili ampate huyu binti. Ila baadaye kabisa binti huyu akija kugundua kweli wote na akaamua kufanya hivi. Yo, kuna story gani hapa? Karibu tazama simulizi ya huu mzigo kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Na pia nikwambie, kama ni mara yako ya kwanza unakutana na hii channel, basi chelewa mwanetu, bonyeza alama subscribe kisha bonyeza alama kengele ili kwanza kabisa kupata simulizi zote punde tu unapofika hapa. Mimi naitwa Dule Kid. Okay, sawa, tuanze. Mzigo unaanza kwa kumwisha Tasha, na hapa amemfumania mchumba wake ambaye anaitwa Kelvin, huku akana mwanamke mwingine. Kelvin anajitetea tu, ila Tasha kumwelewa Kelvin, yeye akafoka sana. Kisha baada hapa bidada akasipa zake na kumwacha Kelvin akamepigwa na butwa. Mjomba anajiuliza atafanya nini ila mtulize Tasha. Tasha yeye akarudi nyumbani kwake, na hapa anaonekana pana rafiki yake ambaye anaitwa Sophie. Sophie anamwambia Tasha alishamwambiaga tangu zamani kwa Kelvin sio mtu mzuri, ila yeye hakutaka kumwelewa kabisa. Tasha yeye analalamika tu, na anasema hakutegemea kabisa kama Kelvin angemfanyia hivi, kwani yeye ndiye alikuwa anamsaidia Kelvin hela za chakula, hela za mavazi na atakoda nyumba ambayo Kelvin anaishi, na yeye ndiye alikuwa anailipa. Hivyo bidada anasema hakudhania kabisa kama Kelvin angemfanyia hivi. Sophie anamwambia Tasha huyo Kelvin ana bahati sana, kwani hajamfumania kwa pamoja. Endapo angemfumania naye basi angemwasha moto kutosha. Tasha yeye amepua tu, na hapa anasema nataka kwenda kupumzika. Bidada akainuka na kuondoka zake. Sophie akalamika kinyama, na anasema rafiki yake ni mpole sana, hivyo yeye ndiye anahitajika kumsaidia kupambania haki zake. Hapa ana plani ya kwenda kwa Kelvin na kamnyang'anya kila kitu ambacho alipatiwa na Tasha. Okay, sawa. Siku iliyofuatia Tasha anaonekana tayari ameshaamka, na hapa anaona picha yake na Kelvin. Hii picha inazidi kumuumiza Tasha. Bidada akachukua hii picha kisha akaenda nje na anaonekana anaichoma moto. Hapa Natasha anasema hatarudia tena kudate na wanaume maskini, kwani wajomba wana shukrani hata kidogo. Bidada anazungumza haya huku akiwa na uchungu sana. Siku nyingine tena wakati Tasha yupo nyumbani kwake, bidada anasikia mlango ukiwa unagongwa, hivyo akainuka na kwenda kufungua mlango, ila huku akamkuta Kelvin. Bidada akashangaa sana kumwona Kelvin ipo hapa, na hata akamuuliza amefuata nini hapa. Kelvin yeye anaomba msamaha tu. Tasha akamwambia Kelvin hii ni zaidi ya mara 10 ambayo anamfumania, na kila mara mjomba alikuwa anaomba msamaha ila alikuwa anarudia yale yale. Hivyo bidada hataki kabisa kumwona Kelvin hapa, na hata anamwambia aondoke nyumbani kwake. Kelvin yeye haelewi, mjomba anaomba msamaha tu, na matumaini Tasha atamsamea, kwani mara 10 zote alimsamea, hivyo na hakika na hii atamsamea, kwani bidada ni dhaifu sana kwake. Tasha yeye haelewi, bidada anafoka tu. Sophie na yeye anakuja hapa. Bidada alipomwona Kelvin kwanza akashangaa sana, alafu akaanza kumwashia moto. Kelvin yeye hanaibu hata kidogo. Mjomba anaomba hela kwa Tasha, mwamba anasema kodi yake imeisha, hivyo anamwomba Tasha amsaidie. Sophie alivyosikia hivi, bidada akazidi kuvurugwa. Hapa kwa pamoja wakashirikiana na kumfukuza Kelvin hapa nyumbani kwa Tasha. Sophie akalalamika kinyama, na hata akamwambia Tasha Kelvin hanaibu hata kidogo, kwani mjomba amemsaliti mjomba wake, na badala ya kuomba msamaha mjomba anaomba na kibunda kabisa. Hivyo hii inaashiria kwa mwamba alikuwa anamtumia Tasha na wala alikuwa mpendi. Sophie akalamika sana, ila bidada akalipotezea hili, kwani rafiki yake ana huzuni sana. Siku nyingine tena Tasha anaonekana yupo kwenye mkutano wa kampuni yao. Hapa bidada anatoa speech. Kuna mwamba ambaye anaitwa Duke na yupo hapa. Mwamba anikubali sana speech ya Natasha. Natasha yeye anatema madini tu, na baadaye muda wa kuondoka Duke akamsimamisha Natasha ili azungumze naye. Cha kwanza kabisa mwamba akajitambulisha jina lake, alafu akampongeza Natasha kwa speech ambayo ametoa leo. Mjomba akatoa business card yake na kumpatia Natasha ili wasiliane. Mjomba pia akamwomba Natasha uende sehemu akakae na wazungumze. Natasha akakataa kabisa, bila anasema yeye ni single mother na yupo busy sana, hivyo hana huo muda. Duke akamwambia Natasha, kisha mwamba akamwomba namba yake ya simu. Natasha akakataa kumpatia, kwani bidada hataki kabisa kuingia kwenye mahusiano tena. Duke akamwambia Natasha, kisha mjomba akaondoka zake. Sasa baadaye Natasha aliporudi nyumbani, hapa anaonekana tayari ameshamaliza kila kitu Sophie kumhusu Duke. Sophie anamuuliza Natasha ni kwa nini amemdanganya Duke kwa yeye ni single mother. Natasha anasema hataki mazoea naye, kwani kwa sasa hataki kabisa kuwa kwenye mahusiano yoyote. Sophie akamwambia Natasha yeye tayari ameshamalizana na wanaume maskini, na Duke ni tajiri kama alivyosema, hivyo ampatie nafasi Duke, kwani mwamba ana maokoto. Natasha yeye hataki kabisa kumwelewa Sophie, na hapa bidada akakumbuka, kisha akamwambia Sophie leo Kelvin amemtafuta, mjomba anaomba maokoto. Sophie akashangaa sana, ila Natasha akamwambia tayari ameshamblock Kelvin kwenye mitandao yote ya kijamii, hivyo mwamba sasa hawezi kumpata tena. Mabinti hao wanazungumza.
wanazungumza huku wakiwa wanacheka. Siku nyingine tena Sophie na Natasha wakiwa wanatembea barabarani. Duke anasimamisha gari lake na kuongelesha. Natasha akijifanya kama ukumbuki Duke na hata akamuuliza walionana wapi. Duke akajitambulisha tena. Sophie akachoma kwa kumwita Duke jina lake. Mwamba akajua kabisa kwa Natasha tayari ashamaliza kila kitu rafiki yake. Sophie akachangamka sana mbele ya Duke, ikiashiria yeye ameshamkubali Duke. Duke akabaki na Sophie, yeye atapatia lifti kwa na yeye analika hiyo njia. Natasha akalikata hili swala, ila Sophie akamchukua Natasha kisha akafungua mlango wa mbele, alafu akamuingiza Natasha na yeye akakaa kwenye siti za nyuma na safari ikaanza. Duke akapeleka kina Sophie hadi mtani kwao na wajomba walipofika wakamshukuru Duke kwa kuwapatia lifti, alafu wao wakashuka kwenye gari. Duke na yeye akashuka. Mjomba anamwomba Natasha ampatie namba yake. Natasha akakataa, ila Duke pamoja na Sophie wakamlazimisha Natasha na final Natasha akakubali. Hivyo Natasha akampatia Duke namba yake. Duke akafurahia sana kwani sasa hatua ya kwanza ameshaiweza. Na baadaye usiku wakati Natasha akiwa amelala, Duke anampiga simu Natasha. Mjomba anamwomba Natasha kesho ndo kapata dina pamoja. Natasha akakataa bila anasema yuko busy. Duke akamlazimisha Natasha, ila Natasha akakataa kata. Duke akamweleza Natasha kisha Mwamba akakata simu. Natasha yeye hataki kabisa kumsikia Duke kwani kwa sasa hataki kuingia kwenye mahusiano yoyote. Siku nyingine tena Sophie na Duke wanaonekana wamekutana mtaani. Duke anamuuliza Sophie kama Natasha alicho siku sio nyingi kwa maana ana hasira sana na hataki kabisa kumpatia nafasi. Sophie akasema hapana. Pia dada akamwahidi Duke yeye atamsaidia kufanya hiyo kazi ili awe karibu na Natasha. Duke akafurahia sana na Mwamba akamshukuru sana Sophie. Pia mjomba akamuuliza Sophie vitu ambavyo Natasha anavipenda. Sophie yeye akamweleza kila kitu Duke. Duke akamwelewa Sophie na mjomba akamwomba Sophie ampatie namba yake ya simu ili wanawasiliana. Sophie akakubali. Dada akampatia Duke namba yake ya simu kisha Wamba akapanda kwenye gari. Duke yeye anatoa lifti tu. Na siku iliyofuatia Duke akaenda nyumbani kwa Natasha. Natasha akamuuliza Duke amepajuaje hapa. Duke akasema ni Sophie amemwelekeza. Natasha akamwelewa Duke kisha akamuuliza anataka nini. Duke anasema amekuja na chakula ili wale pamoja. Natasha akakubali na bidada akamkaribisha Mwamba ndani. Wajomba wakaenda mezani na kuanza kula chakula ambacho Duke amekileta. Natasha akamuuliza Duke amejuaje kama anakipenda hiki chakula. Duke akasema ana njia zake tu ambazo amezitumia. Natasha akajua kabisa kwa huyu ni Sophie ambaye ametoa kodi. Hapa Wamba anapiga story. Natasha akamuuliza Duke kama na yeye anafanya kazi na NGO ambayo inashirikiana na kampuni yao. Duke akasema yeye afanyi kazi pale bali siku ile alienda kuja kukutana na rafiki yake. Natasha akamwelewa Duke. Siku hii Wamba akapiga story sana. Duke akamuuliza Natasha mtoto wake kwa wapi kwa maana alimwambia yeye ni single mother. Natasha hapa akaanza kuzugazuga tu. Bidada hana huyo mtoto ila alidanganya tu. Siku hii usiku Duke akampiga simu Natasha ila Natasha hataki kabisa kuzungumza na Duke. Hivyo bidada kupokea kabisa simu za Duke. Na siku iliyofuatia Natasha anaonekana yupo mtani kwao. Bidada anasubiria gari ili aende safari zake. Duke na yeye anakuja hapa. Mjomba akashuka kwenye gari alafu akamfuata Natasha na akamuuliza ni kwa nini apokee simu zake. Mjomba anajielezea sana ila Natasha anasema gari lake limeshafika. Kisha baada hapa bidada akaondoka zake. Siku hii baadaye Sophie akaenda nyumbani kwa Natasha huko Natasha akanamlaumu Sophie kwani bidada amempa taarifa zake Duke. Sophie anajitetea tu ila Natasha yeye amemenda vibaya mno. Bidada akamwonya rafiki yake asirudi tena kufanya hivyo. Sophie akamwelewa Natasha ila akamwambia Duke ni mtu bora sana hivyo awe naye kwenye mahusiano. Natasha yeye hataki kuelewa na bidada amekasirika kinyama. Hivyo hapa akainuka na kwenda zake chumbani. Baada ya muda wa kulala Natasha anaonekana anaota yupo na Duke. Tena ndoto za ajabu sana. Bidada akapiga kelele nyingi sana mpaka Sophie akaja hapa. Bidada anamuuliza Natasha ana shida gani. Natasha yeye anajiumauma tu. Sophie akamuuliza Natasha kama amemwota Duke kwa maana alikuwa anapiga kelele nyingi sana. Natasha anaibu kujibu ila Sophie akajua kabisa kwa Natasha alikuwa anamwota Duke. Tena alikuwa anamwota wako anafanya mambo. Kesho yake Natasha anaonekana anaongea na mama yake kwenye simu. Mama huyu anamwambia naye inabidi akamtambulisha mchumba wake. Natasha anasema kwa sasa hana mchumba na yeye ana furaha tu. Mama huyu akamsitiza mwanae awe na mchumba kwa maana umri wake umeshaenda. Natasha akamwambia mama yake. Pia hapa mama huyu akamtekea mwanae happy birthday in advance. Hivyo hapa tunatambua kesho tu ni siku ya kuzaliwa kwa Natasha. Na siku iliyofuatia Natasha akametoka kwenye mizunguko yake. Bidada alipoingia ndani kwake akakutana na surprise ambayo maandaliwa na Duke na Sophie kwa ajili ya siku yake kuzaliwa. Natasha akafurahia sana. Bidada akawashukuru Wamba kwani wamejitoa kwa ajili yake. Siku hii Wamba akasherehekea kwa pamoja huku wakiwa na furaha sana. Na baada ya siku kadhaa kupita Natasha na Duke sasa wanaonekana wana mahusiano na wajomba wanapendana sana. Mjomba Duke anasema jikoni mwenyewe ili kumwandalia msosi mpenzi wake. Pia mara kwa mara wajomba wanawasiliana kwenye simu. Sasa Natasha yupo benzini na bidada ana furaha sana. Siku nyingine tena Natasha anaonekana yupo mezani na Duke. Bidada anamsifia Duke kwa Wamba anajua sana kupika. Kisha baada hapa Wamba anaonekana
wanapiga story. Natasha anamhadithia Duke tabia mbaya ambazo ex wake alikuwa anamfanyia. Duke yeye anamliwaza mchumba wake, na siku hii wamba kalala pamoja hapa nyumbani kwa Natasha. Na siku ilipofika, Duke anaonekana tayari ameshajiandaa kwa ajili ya kutoka. Mwamba akamwaga Natasha, kisha yeye akasipa zake. Muda huu Sophie na yeye anakuja hapa. Natasha anamsifia sana Duke mbele ya Sophie. Sophie anamuuliza Natasha, Duke ana nyumba ngapi na magari mangapi? Natasha anasema hajui kitu chochote. Sophie akashangaa sana, kisha bidada akamsihi Natasha alifuatilie hilo. Natasha akakubali, na siku iliyofuatia Natasha anaonekana tayari ameshajiandaa, na hapa anampiga simu Duke ili aende nyumbani kwake. Hapa akamuuliza kwanza Duke kama yupo nyumbani. Duke akasema yupo nyumbani. Natasha akamwambia ameshajiandaa, hivyo anaelekea huko. Duke akamkataa Natasha. Mwamba anasema anataka kutoka, hivyo watawasiliana baadaye. Kisha Mwamba akakata simu. Natasha akashangaa sana, kwani mjomba amemkatia simu na pia amekataa kabisa asiende nyumbani kwake. Hivyo hapa Natasha akaanza kupata mashaka. Siku iliyofuatia Duke akaenda nyumbani kwa Natasha, huku Mwamba anaomba msamaha kwa Natasha kwa kitu ambacho kimetokea jana. Mjomba anasema jana alikuwa ametingo sana na ndio maana alimkatalia kwenda nyumbani kwake. Mjomba anamwahidi Natasha kwa siku ambayo atakuwa free, basi atamchukua Natasha na tenda naye nyumbani kwake. Natasha akamwelewa Duke. Pia bidada akamsamea Mwamba. Baada Natasha alipomaliza Sophie jua hili swala, Sophie akashangaa sana, na hapa bidada akapata mashaka zaidi na Duke. Natasha yeye haelewi kabisa, na hata akamkasirikia Sophie, kwani Sophie hamwamini mpenzi wake. Sophie akamwomba Natasha amtafute business card ya Duke ili amfuatilie sehemu ambayo anaishi. Natasha akakubali. Siku iliyofuatia wakati Duke akiwa naoga, Natasha akamvizia na kuiba business card yake. Ili swala Duke yeye hakulishtukia wala nini. Baada Sophie alipokuja nyumbani kwa Natasha, Natasha akampatia hiyo business card. Sophie akachukua. Bidada anataka kumchunguza Duke. Sophie siku hii akaondoka na business card ya Duke. Kesho yake Sophie akarudi nyumbani kwa Natasha, na hapa anamwambia Natasha amefuatilia ile address ambayo imeandikwa kwenye business card ya Duke na location imempeleka makaburini. Natasha akacheka sana, kwani anajua kabisa kwa rafiki yake amepotea tu. Sophie yeye yupo serious. Bidada anasema anahisi Duke anaweza kawa jini, kwa maana mfahamu hata kidogo. Hawajui marafiki zake, ndugu zake na hata watu wake wa karibu. Hivyo Sophie ana mashaka sana, ila Natasha anamtuliza na anamwambia atakuwa amechanganya tu. Sophie akamuuliza Natasha kama anafahamu kazi ambayo Duke anaifanya. Natasha hajui. Sophie akamshangaa sana rafiki yake, kwa maana yupo serious. Natasha akamwambia Sophie kichwa kinamuuma, hivyo walipotezee hili. Natasha akamwelewa Sophie, ila bidada bado anamshangaa rafiki yake, kwa maana yupo serious jua hili swala. Siku hii baadaye Natasha anaonekana yupo na Duke. Hapa anamuuliza Duke anafanya kazi gani. Duke anasema yeye ni mwekezaji na mfanyabiashara. Natasha akamwelewa Duke, hivyo wasiwasi wake wote ukaisha. Kesho yake tena Sophie anaonekana yupo na Natasha. Sophie yeye bado anamwonya Natasha akae mbali na Duke, kwa maana amwamini kabisa. Natasha anajaribisha kumwelezea Sophie jua kazi ambayo ameambiwa na Duke kuwa anaifanya, ila Sophie yeye bado hataki kuamini. Anachokiamini yeye ni Duke anaweza kawa jini. Baadaye Duke akaja nyumbani kwa Natasha. Natasha akampokea vizuri mchumba wake, kisha akamwambia amemwandalia chakula, hivyo wendo akale. Duke akakubali. Natasha akaenda jikoni kwa ajili ya kuandaa chakula. Hapa pia tunagundua kwa Sophie ipo hapa na mabinti hao wana mpango wao ambao wameupanga. Natasha akaenda msosi mezani. Duke yeye akaja mezani kwa ajili ya kula. Mjomba akacha simu yake kwenye makochi, na wajomba akiwa anakula. Sophie akavizia na kuiba simu ya Duke, kisha akaenda nayo jikoni. Huko Sophie akafungua simu ya Duke kwa Natasha tayari ameshamwambia password ya Duke. Bedada akapikwa simu ya Duke, alafu akachukua namba ya simu ya mama yake na Duke. Natasha yeye akaja kwa Sophie kwa maana ana wasiwasi sana. Bedada anamuuliza Sophie kama ameshamaliza. Duke na yeye akainuka ila achukue simu yake, ila kuikuta kwenye makochi. Mjomba akashangaa sana, na hapa akaanza kuitafuta. Mwamba akaenda jikoni na huku akawakuta kina Natasha wako naipekua. Mjomba akamind sana, kisha akamenda chumbani Natasha, na huku Mwamba akamfoka sana Natasha, kwani bidada hamwamini. Duke akamwambia Natasha kama kuna kitu ambacho alikuwa anakitaka basi angemwambia na yeye angemtekelezea, na sio kumpekua namna hii. Hapa mjomba akampiga simu mama yake. Mama huyu akazungumza mbele ya Tasha. Tasha akamsikia. Bidada akajua kabisa kuwa alifanya makosa. Hapa akaomba msamaha kwa Duke, la Duke yeye hakuongea kitu chochote. Mjomba akasapa zake. Baada ya hapa Natasha na Sophie wanaonekana wanagombana. Tasha anamlaumu Sophie kwa yeye ndio msababisha haya, na mpaka sasa amegombana na mpenzi wake ambaye anampenda sana. Sophie yeye hajuti hata kidogo, anachokifanya ni kumlinda rafiki yake. Okay sawa, siku nyingine tena Natasha anapiga simu na Duke. Mjomba Duke anamwambia Natasha wiki hii yote yupo free, hivyo atakuja kumchukua ili wakaspend pamoja katika nyumba yake. Natasha akakubali. Bidada akajiandaa, na baada muda Duke akaja hapa kwa ajili ya kumchukua Natasha. Natasha anamuuliza Duke gari yake iko wapi. Duke akasema gari yake imechukuliwa na rafiki yake, hivyo hapa watarequest gari. Natasha akamwelewa Duke, na baada ya Natasha kuondoka Sophie anakuja hapa. Bidada anashangaa sana kwani mlango wa Natasha umefungwa, pia hata akimpigia simu ya Natasha imezima.
kuzimwa. Sophie akapata mashaka sana. Bidada anaombea kwa Mungu rafiki yake asipatwe na jambo baya. Duke na yeye anaonekana tayari ashamfikisha Natasha katika nyumba yake. Hapa anafungua kitambaa ambacho alimfunga machoni. Natasha alipoiona hii nyumba, bidada akashangaa sana na hata kadhania kwa Duke anamdanganya tu. Mjomba Duke akamwambia Tasha hii ni nyumba yake, nayo maisha mengine ambayo alikuwa anamuona nayo hayo hayakuwa maisha yake. Mjomba anasema alikuwa na fake tu ili ampate Tasha, kwani alihisi endapo angeenda hivi basi Natasha asingemkubali. Natasha akamlamu sana Duke, kwani mjomba alimficha haya yote na yeye alimpenda Duke jinsi alivyo, sio kwa ajili ya zake. Hivyo bidada akamwambia Duke angemwambia ukweli wote na yeye asingemkataa. Duke akajitetea sana mpaka Natasha akamwelewa, na kuanzia hapa Natasha na Duke wakaanza kuishi katika hii nyumba ya Duke. Natasha yeye anajitoa kinyama, bidada anafanya kazi zote. Usile Queen ameuvua, wajomba wanaenjoy na haya maisha yao. Natasha yeye hajali hata kidogo kuhusu maisha ya Duke, yeye anaenjoy mapenzi ambayo Duke anamwonyesha. Siku moja Duke alienda kufanya kazi ya kusaidia fundi, hivyo nyumbani akabaki Tasha peke yake. Siku hii Sophie akaja hapa, bidada ametrack simu ya Natasha. Sophie alipoona nyumba ya Duke, bidada akashangaa sana na hata akamwambia rafiki yake uondoke hapa. Natasha yeye akakatakata. Bidada anasema yeye anampenda Duke na haya maisha yake. Sophie akamshangaa sana Natasha, ila akamwelewa hivyo hivyo kwani haya ni maisha yake. Baadaye jioni Duke akarudi nyumbani. Hapo wambo wanaonekana wana furaha sana. Furaha yao sio pesa bali ni penzi ambalo wanalo hapa. Na baada ya wiki hii kuisha, Duke akamchukua Natasha na kumpeleka kwenye nyumba yake ya kweli kweli. Mjomba jina lake anaitwa Zook na sio Duke, na ni bosi mkubwa sana na hata kampuni ambayo Natasha anafanyia kazi hiyo ni kampuni ya Duke. Mjomba anasema alifanya haya yote ili ampate mke wa kweli. Natasha alivyosikia hivi, bidada akammendi sana Duke na hata akaanza kumlaumu kwa kumpitisha kwenye haya majaribu, ila Duke akijitetea sana. Mjomba akapiga goti na kumvalisha pete ya uchumba Natasha. Natasha akafurahia sana. Hivyo sasa penzi lao limeshamiri na Duke amepata mpenzi wa kweli ambaye amempenda sio kwa hela zake bali ni kwa mapenzi ya kweli tu. Na hapa ndipo mzigo ulipoishia. Hiyo imekuwa ni good time sana kuona kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Hivyo nakushukuru sana mdau wangu wa nguvu. Ila kabla sijaondoka nikwambie, kama ni mara yako ya kwanza unakutana na channel, basi jishelewa manetu, bonyeza alama subscribe kisha bonyeza alama kengele ili wa kwanza kabisa kupata simulizi zote punde tu unapozeka hapa. Pia pale Instagram mimi natumia Kid Mwanetu, fanya kupita pale na unifollow na mimi nitakufollow back. Mbona kabisa ninazungumza hapa, mimi ni Kid. Asante na kwaheri. Have a good time. Enjoy. Bye bye.